ambao ni kuu mangato ile nyunya sai ambayo mtu amekuja mbele ya Mungu tinore di ode dito akiwa amejibebesha pamoja na nyumba yake. Ginya sai panga miti ile nyasai vitu vya kutumikia Mungu na viandaliwe hapa. Basa bado no punga chue bahasha na zipeanwe. Kadwani alero wach kangato neno basa ne lwete. Nataka nikaseme kama mtu anaona bahasha mkononi mwake. Ndio nato bengio biti une nyasaye. Vile vile mtu anaviangalia vya kutumikia Mungu. Ndio basa kikikadhi bathi moke kawa. Usipitwe na bahasha bila kuchukua. Nyasaye makoro gonyo mama ni Bwana ambaye anamweka huru mama huyu obro paru chingu moro kubido pini. Atawazia hili siku wakati fulani akiketi chini. Tuwanimbe waparo manodi chimani ikonyowa. Sisi vile vile tuwawazia siku ambao tulikuwa tunawekwa huru. Joma po basa po guru mundu wa bedi pinyu wa mtu te. Wanaogawa bahasha, fanyeni haraka tuketi chini. Kanisa wa mwente puguru bahasha. Makanisa zetu 4 zote gawaneni bahasha. Awache ni bahasha kikikali bathi tiwe moke kaa. Nasema usipitwe na bahasha bila kuchukua. Uyachakane kwa mfano mondi. Wacha nianze kwa kupeana mfano. Ngari biani mtaka. Baba njoo. Uichili biani mtaka. Mchungaji karibu. Wale laina chila konja mwene. Tuwe kwenye laini ama foleni hivi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa. Adu aronga makiaji ya mwene. Nataka mtu asiwajua wanne hawa. Kani tinga makiaji ya mwene. Kama kuna yeyote asiyemtambua yeyote kati ya wanne hawa, utingna bade malo ainue mikono yake juu. Pejuna adwaronga makiaji ya mwene. Swali langu lilikusudia kwa yule asiyemtambua yeyote kati ya wanne hawa. Jadu yingewa alingeya ingeo ngare ingeo Philip. Mimi ndiye asiyetambua. Adwanga makiaji ya mwene. Nataka yeyote asiyewajua wanne hawa. Haleluya. Amen. To erenga makia tich maji ya mwene gitiyo. Ni nani asitambue kazi wanaofanya watu wanne hawa? Mukitu gena rubika. Ndipo wako Nairobi kwa ajili ya kazi hii. Okia tich magitiyo. Hautambui kazi wanaofanya hawa. Eda yule ngatakia. Je, kuna yeyote? Upenyo mapenyo adwaraje ariyo. Swali langu lilikusudia wawili hawa. Mane wachibadwa punjo sani. Maana hilo ndilo funzo ambalo nitalifunza leo hii. Iko ringewa wanijia ngwe. Sasa wewe watutambua sisi wanne. Usamoro nyalo geso. Pengine ukafanya kusema tu ama kudhania. Penjo madwa penjo ngamakia wajia ngwe. Swali ambalo ningeuliza asiyetambua wanne hawa. Ni kumwajia ngwe. Kwetu sisi wanne, ere ngamanyalo kuongone jowadgi nyao mitoka. Ni nani anao uwezo wa kutangulia hawa wote kununua gari? Na adwa pinyo ngama wendo makiawa. Ningependa kumuuliza mgeni asiyetutambua. Nikijindi ngeo wa nyeti timatiyo, nyeti timangare tiyo, nyeti timaja kwa tiyo, nyeti timafili tiyo. Wajua kazi ya hawa wote wanaofanya ajira yao. Udayo ngama makiawa dome wadu wako mabere. Lakini tungepata asiyetutambua angetupa jawabu sawia. Haleluya. Amen. Mswa Musa jitangu dubi. Mkasabai. Amen. Mkaketi. Kichikaje machando jumati Nyasaye. Hapo ndio inasumbua wanaotumikia Mungu. Dua yudo ansa mabere. Tungepata jibu ambalo linastahili. Kumwajia ngwene kati ya sisi wanne. We wasomuma. Lakini wacha tusome agano. Wasomo watu Ecclesiastes. Tusome Mhubiri Ecclesiastes na parko la 11 Matindo ena ngwene.
mstari wa 4. Wabro somo mumbi adek. Tutasoma Agano tafsiri 3. Wabro somo loko machon. Tutasoma tafsiri la kale. Wabro somo loko manyien. Tafsiri jipya kwa Kiswahili pamoja na lugha ya Kiswahili. Kurana tingo loko machon. Mimi nimebeba tafsiri ya kale. Na motingo na loko manyien do ikre. Aliyebeba tafsiri jipya awe na maandalizi. Kwa Kiswahili do ikre. Na Kiswahili pia awe na maandalizi. Kurana some Ecclesiastes apart kurachel matina ngwen. Tasoma Mhubiri 11 mstari wa 4. Loko marmo machon. Katika tafsiri ya kale. Kora somo. Wacha nisome. Ngamo keto chunye kuom winjo yamo ok nochuo kodi. Kendo ngama rango boche polo ok nokei. Kaka kikia gimomiyo yamo kudho kendo kaka choke duogo ei dhako man kaka choke dongo ei dhako man gi ich. Kamano bende kaka ikia tich Nyasaye molose duto. Chuo kodhi ma in go gokinyi kendo kik igeng' lweti godhiambo nimar ikia gima biro bet maber nimar ikia gima biro bet maber kata mano kata macha kata giduto gibiro bet makare kaachiel. Pasom 4 nyaka 6. Tafsiri manyien Ecclesiastes 11. Mhubiri tafsiri jipya Matunda ngwen wacho mstari wa 4 asema hivi: ka irito mana nyaka koth chue to ok nichwo gimoro, kendo ka ikowo keyo akowa to ok nikee. Gik moko duto Nyasaye ema ochweyo, bende ok inyal ng'eyo gima otimo, mana kaka ok inyal ng'eyo kaka nyathi chakore ei min. Onego ichwo kodhi okinyi godhiambo, nikech ok ing'eyo kata gibiro twi giduto. Amen. Kiswahili yasema hivi: yeyote atazamaye upepo hata panda, yeyote aangalie mawingu hata vuna. Kama vile ukifahamu njia ya upepo au jinsi mwili umbwavyo ndani ya tumbo la mama, vivyo hivyo uweze kufahamu kazi ya Mungu muumba wa vyote. Panda mbegu yako asubuhi na jioni, usiruhusu mikono yako ilegee, kwa maana hujui ipi itakayofanikiwa, kwamba ni hili au ni ile, au kwamba zote zitafanikiwa sawa sawa. Nyasaye kanechwe Adamu, Bwana alipomuumba Adamu, kendo kaima ulweti makoni chunyi lweti ibieka, ukishika mkono wako wa kushoto hapa katikati, biro winjo ko yiweyo, utahisi roho inavodunda. kendo kiketo lweti e bathe ka biro winjo ka yiweyo. Ukiliekelea mkono wako upande wako wa kushoto, utasikia kwenye kifua kinadunda. Funde bekano biro ochalo kagimo keto fuko mana kama yiwego koni. Mafundi walipokuja wakaweka mfuko wa shati upande huu wa kupumua. Jotwego bekano biro gi bags gichako giloso bag to giketo ringe Mafundi wa kushona begi wakaja na maandalizi na wakatengeneza begi yenye ring ndani yake. In kori paro ni bagi kabilani. Wewe tazama begi aina hii. Ang'o mane miyo fundi keto ringore iye kocha mango fuko? Kwa nini mafundi wakaweka ring pale ndani ambayo ina mfuko? Nekikete nango. Kwa nini wakaiweka? Wapuonjore. Sisi tuko katika mafunzo. Bagi ni kaele. Maana begi hii nikilifungua, Tadiro ye kocha ntiere fuko more ye kocha mangere. Nitapata kuna mfuko ambao umewekwa ring pale ndani. Endo fundi no keto ring no nango. Nyororo ile iliwekwa kwa nini? Unasumi. Haya ngamachelo Stefano kimanywaza hii. Mwingine hivi watu wa msabu Ano kwa winjore ofwane Yesu kama. Tupeperushie Yesu hewani. No Nyasaye opuonjwa gotiero ni wane iga manyien, wane gik manyien. Bwana alitufunza usiku
kuwa tuko katika mwaka mpya, tuko katika mambo mapya. Wewe ndio utadumu kwa kizee kama vyako vimechakaa, maana utaki vipya. Bwana amenisimamisha nikuelezee chako kipya ambacho unastahili kulichukua. Nadhani ukiekelea mkono wako kwenye mshipa huu utasikia roho ikidunda dunda. Mkono wako huu ambao unaelekea upande wa mfuko wadunda sehemu hii hadi kwenye kifua vile vile. Ndivyo wanaume wengi hili uone kwa njia ya wazi hivi akiweka mkono wake kwenye mfuko huu wazi wazi hivi akiweka mkono wake kwenye mfuko huu hati ya kutolee 1,000 kati ya 10 arejeshe zile 9. Tayari amekustadi akaona kweli wewe ni mtu ambao anaaminika. Mifuko upande hii watu huweka pesa kama watu wamebadili maungo. Haleluya. Amen. Maana upande huu kuna uzima. Mtu anaweza kuchelewa asitimie kwa chake, maana hafahamu njia ya kufika kwa chake. Maana anatazama upepo ulivyo. Hivi watu wanawarejesha watoto shuleni. Ghafla hivi ukabarikiwa na 10,000. Nami nimesimama hapa kwa mafunzo iliyoingia ndani. Sasa 10,000 wajaribu kugawa fungu la 10. Ati unataka kugawa injili vile vile ndani yake. Utoe zaka vile vile. Utoe toleo la kupenda. Yataka asiyetazama upepo. Hivi unapojaribu kustadi upepo, vyako vyaendelea kuwa kwa umbali. Hebu nirejelee tena mchungaji. Nataka ukaelewe maana maneno haya kuingie upate mapya ya miaka mpya. Kinachomzuia mtu kutoa fungu la 10,000 hamna. Tulikuwa na kijana kwa jina Caleb kule Miuru. Alikuwa ni mtu aliyeelemika lakini ulevi ulimharibu. Akapatikana kuingia kwa neno la Mungu hivi tulivyo. Siku moja akasikia nikisoma kuhusu mfuko wa Mungu. Natoka Nairobi, pengine sijaifunza. Pengine itaileta siku ya kwaheri. Nilifunza kuhusu mfuko wa Mungu. Wacha niliguze kidogo maana nilikuwa na sehemu ya roho. Alisikia nikifunza kuhusu mfuko wa Mungu. Mfuko wa Mungu hautoshanishi na mapenzi yako atikuwa inafikia pale tu. Hakuna wakati utasema kile ambacho kiko pale kimeisha. Wewe ndio utaona mapenzi yako imetimia mahali fulani, lakini mfuko wa Mungu haujatimia hapo. Wakati huo nikifunza, kuna kijana kwa jina Ben alikuwa anampea sadaka akija kanisani. Mchungaji Musa anamjua vizuri yule. Kijana aitwaye Ben alikuwa anampa zaka ya shilingi 10 tu. Kuna walokole wengine wakiokolewa, kuna udhaifu ambao unawalemea. Wokovu ndio ameukweza juu, lakini Mungu wa kuinuliwa hajamkweza. Lakini tukamwambia Caleb, sikia. Wakati utaingia kwenye mfuko wa Mungu na ukaona machoni kuwa
sadaka yako iko pale ndani. Ben ok chak mi sadaka. Wala Ben hatakupa sadaka. Mar Ben obiro kalo ka stepping stone. La Ben litapita kama majiwe la kuvukia. Kale bodo nyotho kagolo siling la fapar na manoko di school. Caleb alifariki akitoa fungu la 10,000 mtu asiye na masomo. Kinochoko manyo wagoyo makopen amawuoko okogi. Mikutano ya hadhara hizi Nobo kende ogolo pesa shilingi 50. alikuwa anatoa 50,000. Owachi ni digo choko kangani. Anasema kwa fulani tuwapeleka mkutano. Maji noloko nija wadajano dojo Illuminati. Watu wakabadilisha kuwa huyo ameingia kuabudu shetani. Odonyo mfuko nyasaye mone no gimanie hii. Akaingia kwenye mfuko wa Mungu akaona kilicho ndani. Kuhibia dwa kili kikiwek somo ga yao. Sasa wewe pia unataka kubadilishe usisome upepo. Kakimedo somo ya mekaka kigo ya momedo ko mabu. Hivi unavozidi kusoma upepo ndio vyako vinazidi kupelekwa na upepo mbali. Ya monyalugo lo karatasi kama kowe kore kama tere mana loka nyaka mail. Upepo una uwezo wa kutagataga wa karatasi upeleke maili mingi. Yesu paki. Yesu apewe sifa. Ya monyalugo lo karatasi ka upepo una nguvu wa kutoa karatasi. Mimi niko ni karatasi mo kalgo Soweto na karatasi hiyo akaipeleka kule Soweto. Mimi niko digo mo kaldono na ukaupeleka hadi kule Dono. Nyasaye liko imama kai wako chunyi. Na Mungu atakusaidia kama kilio kinatoka moyoni mwako. Ndoke ukanitiki kimolo kwa mangani. Utarejea na mabadiliko mengi. Tena new year, a new things. Maana ni mwaka mpya, miaka ambayo inaleta mabadiliko mapya. Kuro kaka atomendo somo ya. Hivi mtu anapozidi kusoma upepo ulivyo. Kaka ya momendo ko gigivi mabor. Hivyo upepo unasindikiza vyake viende mbali. Kuro kako semi mabor. Hivyo ilivyoenda mbali, mundi yudi garama madua iwayo gidumi chake duoke. Ili upate kugaramika ukavute kila ambacho ukirejeshe. Hapa ni wadudu wandio masomo muma. Nadhani sisi wengi wetu tunasoma Biblia. Sama marija sae novi kubeli. Wakati sanduku la agano la Mungu lilipelekwa kwa Obedi, nikitineni gimani kokoro kowe mabu. Maana kilikuwa kinaua wakilisindikiza mbali. Sabaji none no gima akoro timu kubeli. Wakati watu walishuhudia atendacho kwa Obedi, mondo duoke mondo Obedi kama ni gobedi. Hili lirejeshwe iwepo mahali ambapo inastahili. Nen garama. Ilikuwa ni gharama. Kuru kaka ime ya momendo ko ugigi mabu. Sasa wewe vile upepo wasindikiza vyako kwa mbali, wawili mama Nyasaye konye nyingi Yesu ya Nazareti. Watu sikilizane, Mungu anamsaidia kwa jina la Yesu Mnazareti. Chagua nikawe yote mteki ni yodo. Nataka nikiwacha kuna kitu ambacho umelipata. Kuna virubuge basa nikawe mikiti liwichi. Itarejea kwenye bahasha ulio na mkononi. Ndio masomo muma wachonia. Wasoma Biblia wanasema hivi. Sama none kakuro okneki. Wakati waliona haipati kuua, utingo kama jine panusi duolo kuru tingo malo. Inakweza mahali watu walidhani kumefifia, inakweza juu. No tere mabor kajima ikwa nini giri ni mainyo. Ilisindikizwa mbali maana ilihesabika kama ni kile ambacho kinaua watu. Tio ni Nyasaye ndo mangenyi neno kajima ngimo chone. Watu wengi wanaona kutumikia Mungu ni jambo la kushurutishwa cha lazima. Kao kongeni mano part and parcel engimani. Asipotambua kuwa ni sehemu moja kati ya maisha yake. Samangato kitine Nyasaye. Wakati mtu asitumikie Mungu, nitie gimiwe oko. Kuna kile ambacho umekiwacha nje. Mano kati ya lakura yalo kama. Hata kama walia ama wahubiri ninapofanya hivi. Haleluya. Haleluya. Tunitie gimodoni oko. Lakini kuna sehemu ambayo imekubakia nje. Nilikuwa naambia wengine hivi. Sema mhubiri, watu semea urongo wewe. Pesa ni kani benki. Pesa ulizihifadhi kwenye benki. Nija yala. Ati mhubiri tu. Haiuondoa. Watu chezea karata wewe. Nilikuwa nawaambia hivi. Nichoko kumanyika dwa nini tedala na cha. Ati ule mkutano ambao nilikuwa naomba lipelekwe nyumbani kwangu. Kasego yani baada ya kulifanya ndio wichario manya sausi kitembelado ni ati. Kuna mawili ambao Mungu alikusudia mbele yangu nataka nitende. Unanyisulika siti kuchoko kwenye saya siti kokore. Nasema baada ya kuandaa mkutano nikakamilisha sehemu ya Mungu, kuranyia umetoka. Sasa nitanunua gari langu. Kuracha kwa upstairs mara madaka. Naanza kuchukua nafasi yangu ya kuishi. Gero odama upstairs. Naanza kujenga nyumba yangu ya orofa.
Sema mhubiri. Kuna watu wengi wakanya chao kinjili podi. Nikasema wala sitaanza kazi hiyo kabla ya injili. Chao kinjili podi. Ninapoanza bila injili, Illuminati don't direct. Illuminati itasemekana. Kose Kama Kako nya yalo Nairobi nyao wako ni Nairobi. Ati nilihubiri Nairobi, sasa nimetoka na Illuminati Nairobi. Nongena dili yao. Si ni ukweli watasema hivyo? Nisabili abuko na twangiro upstairs kutoka twanyie. Ati nimejiletea tu nataka kujenga orofa na gari pia ninunue. Ingine kwa mwadhi wa chinjo yale ndio tujali gini nono gini okiki. Wengine watasema huyu alihubiri Nairobi, hili limechanganywa na kitu fulani. Kuna washauri na tele ni bwana jakayuda. Sema nimtangulizie Yesu kwanza. Kivinga kile mojo chie ndeti nao. Wasikie jinsi mashetani wanafukuzwa kati ya bahari. Kaki kimoka leo kipedo kaki neno kwa pedo na kimafua. Wakiona mawili haya yanaandaliwa maua, wanasema kweli hawa ni walokole. Wacha nirejee nilikokuita. Hivi unapojaribu kuangalia upepo ulivyo, ndivyo upepo waendelea kusindikiza vyako kwa umbali. Utajaribu kuyavuta lakini unayakosa. Andiko unasemaje mchungaji? Soma. Ka irito mana nyaka koth chue. Ka irito mana nyaka koth chue to ok nichwo gimoro. Hebu weka kikomo. Jomoko ni koseti kupuyo nyithindo. Wengine wanadhania baada ya kuelimisha watoto ndio ataanza kutoa fungu la 10. Ati mhubiri, unajua ninaelimisha watoto 5 kwenye sekondaria. Baada ya kumaliza masomo yao kutoa fungu la 10 nitaweza tu. Hivyo unapojaribu kuchunguza na kusoma, wazidi kusindikiza umbali. Sijui kama tunaelewana. Ati mhubiri, bado sijapeleka mahari, nilikuwa nanunua ng'ombe. Baada ya kupeleka mahari, kutoa fungu la 10 yalitanisumbua. Nilikuwa nanunua shamba langu. Baada ya kumaliza kulipa tu hivi mhubiri, sitasumbuliwa na fungu la 10. Kusindikiza injili nitafanya mwenyewe tu. Hebu sikia masomo ya andiko hili. Ukisubiri hadi mvua ianguke kutoka mbinguni kwenye ardhi, wala uwezi kupanda. Nyumba yangu nilianza ujenzi wake mhubiri, nitakamilisha hivi. Asitahubiriwa tai. Fungu la 10 nitalitoa maana ninalijua. Unapozidi kusindikiza mbali, utakushinda kutoa. Ukiwa inatolewa utajificha uende kwenye choo. Maana upepo umeusindikiza na kuupeleka mbali. Ati mhubiri, nilikuwa namuelimisha mtoto wa ndugu yangu. Baada ya kumaliza masomo yake, hautauliza wanaosindikiza injili. Si wewe wasubiri mvua inyeshe kwanza. Leo kataa. Hivi unaposubiri kuwa mvua ipate kunyesha kwanza, ndivyo napata upepo kusindikiza vitu vyangu kwa mbali. Ndiposa mtu anapoingia mpya anashinda watu wa kale. Maana wakale anasubiri mvua inyeshe, na upepo wazidi kusindikiza vitu vyako kwa mbali. Lakini aliyeingia moyoni anasema wala sitaangalia upepo ulivyo. Maana nasikia kile ambacho upepo ufanyia wale ambao wanasubiri. Hapo ndio mashindano yapo. Mtu anasema nasubiri mvua inyeshe. Ati biashara yangu lazima ikite mizizi kwanza. Ukiwa umekita mizizi wala sitasumbuliwa na fungu la 10. Hebu anza nalo kabla halijaimarishwa. Sasa yeye pia atauliza na kusema, wewe haujatoa fungu la 10 kwangu. Wataka nipate kudidimia.
Unajua aliyejazwa kipawa cha Roho wa vitu